Mimi natokea Kevin Rafael, kijana wa umri miaka 22, ni mkazi wa Bombambele Mwakibete, kata ya Mwakibete. Ni mfanyakazi dereva bajaji, pia ni mchezaji mpira timu daraja ya 3. Jina neno Wakolea lilianza pindi tunaanzisha timu yetu ya mpira kule Mwakibete. Baada ya kuitwa Mwakibete, tukaitaka tuibadilishe jina. Ndio tukaitafuta jina tukalikuta Wakolea. Wakolea ina maana yake nzuri sana kabisa, sababu mimi nimecheza mpira ligi mbalimbali hapa Mbeya. Nimezunguka, nimekutana na wazazi ambao tunaishi nao mtaani kule Mwakibete, ni viongozi wa timu. Wao walikuwa wananiuliza tu, kumbe na wewe ni mchezaji? Nikaajibu, ndio mimi ni mchezaji, lakini wewe mzee, siku gani umewahi kuja uwanjani kuangalia mazoezi ya vijana? Akawa anashindwa cha kujibu. Wakati tunaanzisha hiyo timu ya Wakolea, ni majina mengi tuliyapendekeza. Kuna jina moja tukalitoa kama watengwa, kama tumetengwa na mtaa. Tukaona litakuwa na maana nzuri kwa jamii, haitafaa. Tukapendekeza jina la Wakolea. Wakolea ni haiunganiki yote pamoja kusomeka kama Wakolea. Ni wako, afu katikati pale kuna koma, afu mwishoni kuna lea. Maana nzuri ni kwamba wakwako mlee, yani Wakolea. Wakolea Football Club. Tumecheza ndani ya miezi kama 5 na hiyo timu. Siku tunaenda kucheza mechi Tukuyu, tulikodi gari, zitengenezwa bendera nyingi sana siku ile, zilipeperushwa sana mtaani kwetu Bombambili. Tukachukua gari, tukafunga gari zima wa bendera, tukaanza kuelekea huko Tukuyu. Baada ya kutoka Tukuyu kucheza mechi tulitoka draw kule. Basi tulikuja huko nyumbani, tulikuwa na shangwe vile vile japokuwa tulitoa draw. Basi tulifly pale mtaani kuzunguka sana na ile gari tulilokodi. Tulifly sana kushangilia. Na hisi hiyo ikawa kero kwa wazazi wa pale mtaani. Kesho yake Jumatatu, kwa mimi na rafiki zangu kama 6 tumekaa nyumbani tukijiandaa na mazoezi ya jioni. Ghafla tukavamiwa na polisi. Wakatuleta kituoni. Wakatukuta kweli tunavuta madawa ya kulevya aina ya bangi. Wakatuleta nayo hadi kituoni. Wakachukua na bendera zetu zote. Tukaja hapo kituoni, wakatufungulia kesi ya bangi na hilo jina la Wakolea. Askari polisi wakasema tuliache kabisa, kwa sababu wakauliza timu yenu imesajiliwa, tukasema hapana. Wakasema msitumie tena hilo jina. Lakini hapo nyuma, baada ya kama wiki 2 zilizopita, kuna uhalifu ukao unaendelea. Watu wanafanya uhalifu kutumia jina la Wakolea. Sisi pia tulikuwa tunajiuliza kwamba ni akina nani na uhalifu huo, lakini hatukupata jibu. Tulipoondoka tukaenda mahakamani na hiyo kesi ya bangi, wakatupa kifungo cha nje cha miezi 6. Tulirudi nyumbani mwezi wa 12 tarehe 23. Tukaiacha kwa hiyo timu na bendera zetu zote zikachanwa. Na sisi kule, mimi nikamwambia kiongozi ambaye tulikuwa tunasajili wachezaji kwenye daftari ile kwamba hiyo timu bwana isiwepo, itatuletea matatizo. Mimi nikaondoka kwenda Dar es Salaam. Havorudi hiyo siku ilikuwa tarehe 15. Kulikuwa na msiba, blaza wangu anaishi Dar. Msiba huo umetokea Dar es Salaam, inabidi usafirishwe uje hadi Kyela. Tukatoka kule Dar es Salaam hadi huku Kyela. Mimi wakawa wameniacha, nikaja kesho yake. Nilipofika nikafikia nyumbani Bombambili.
Siku hiyo nilichelewa, ilikuwa jioni, nikalala. Asubuhi nikawahi Kyela tena msibani kuzika siku ya Ijumaa. Jumamosi asubuhi mama akaniambia pandisha nyumbani kule, sababu watoto wako peke yao. Basi wewe pandisha wahi. Kwa hiyo mimi nikaa nimewahi pandisha nyumbani asubuhi. Nikafika nyumbani saa 4 asubuhi. Kwa kuwa nilikuwa sikai pale nyumbani, mazingira ya nyumbani yalikuwa machafu. Nikaanza kufanya usafi mazingira ya chumbani. Ghafla saa 7 nashangaa polisi hawa hapa. Wakaniambia upo chini ya ulinzi. Kaambia ndio. Mimi ndio waniuliza kwanza ndio Kevin, nikasema ndio. Akasema upo chini ya ulinzi. Nikasema kwa kosa gani? Wakasema wewe si Mkorea. Nikasema ndio. Akasema basi ndio kosa lako. Kaletwa kwa jamii na askari polisi wote. Tusamehe sana kwa vitendo vinavyoendelea. Pia naomba sisi tuwe tena kama walinzi kwa jamii. Tuwapeleleze hao watu wahalifu ambao wanatumia jina letu kwa vitendo vya uhalifu. Kwa nini papa mwajua na tumeli? Ndio mwambia mama.